Na mwikiwa tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka wa 2025. Karibu katika taarifa za AGR News. Mimi ni Videlis Moshoge. Na taarifa za leo tunaanza kutoka jiji kuu la Nairobi, mahali ambapo familia na wapendwa wa Albert Ojwang aliyefariki mikononi mwa polisi imekita kambi tangia jana, wakiomba serikali ifanye uchunguzi wa haraka na kuwapa majibu ni kipi na ni kwa sababu gani mtoto wao aliuawa mikononi mwa polisi. So many things have gone wrong here. They pulled down Ojwang's social media. I said it, Twitter, Facebook, everything. They have taken control of it. The state has taken control of it. So they'll have to tell us why. We've even been told that the CCTV footage at Central Police were not working. Actually, they were deleted. We are being telling IPOA, get us the footage at all costs, because we can't negotiate about that. The state is culpable in every way. Actually, let me tell you what. Ojwang was taken live and kicking from his mother's laps in Homa Bay and found dead. The hours are glaring. Ojwang being shaken around 9:30. By around 1:20, he is dead. Those are how many hours? And then the report now, I can give you the evidence from the pathology form field. It's been declared that Ojwang was taken to Bagathi and declared dead on arrival. Of course, if you hear the stories, how that happened and Bagathi did not receive him, how did you not receive them, then declare them dead on arrival? If you don't receive somebody, how do you know they are dead on arrival? So there are too many things that need to be answered. Actually, there are 1 million questions to be answered. Na baada ya mwanabatholojia mkuu wa serikali Johansen Oduor kujiondoa katika kufanyia mwili wa Albert Ojwang uchunguzi kwa sababu ambazo alisema kwamba yeye ni familia moja, sasa serikali imepeana mwanabatholojia mwingine ambaye amefanya uchunguzi na kubaini kwamba Albert alifariki kwa maumivu mengi kichwani na shingoni, na amesema kwamba yeye mwenyewe hangejipea yale maumivu. When I examine the whole the pattern of the injuries, especially on the head, the bleeds, the hematoma that I found on the head, hitting against a blunt substance, a wall, would have a particular pattern, a frontal bleeds. But the bleeds that we found on the scalp, on the skin of the head, was partially spread on all aspects, including the face, the sides of the head, and also the back of the head. When we tie up together with other injuries that are well spread in the body, including the upper limbs and the trunk, then this is unlikely to be self-inflicted injury. Na upande mwingine ni kwamba mashirika ambayo yanatetea ugatuzi yamejitokeza na kupinga uhalali wa hazina za CDF na NGAV, wakisema kwamba hazina hizo zinakiuka katiba. Of funds, we see it as distorting the architecture of the constitution by interfering with the oversight responsibility of members of parliament. Constituency, as we know it, is a unit of representation. It's not a unit for service delivery. Service delivery has been established at the national level and at the county level. So we don't see any business members of parliament creating a fund to go and serve at the constituency level, which essentially is a unit of representation, as opposed to a unit of service delivery. Na furugu imeshuhudiwa katika bunge la kaunti ya Machakos kuhusu mswada wa kumtoa afisini spika wa kaunti hiyo. Kumbuka kwamba kaunti ya Machakos imekuwa na visa vya furugu katika bunge lao. Hii ni baada ya kuwa na mzozo kati ya uongozi, kati ya wakilishi wadi wale ambao ni wengi na kwa wale ambao ni wachache. Na tukimalizia ni kwamba baada ya ripoti nyingi kuhusu visa vya ulawiti katika kaunti tofauti, leo katika kaunti ya Isiolo, mtoto mvulana amelawitiwa katika madai ambayo yanasemekana kwamba yanaendelea kuchunguzwa katika msikiti wa Al Hidayah, kaunti hiyo ya Isiolo.
Yule mtoto vile ameweza kutendewa ile kitendo, hataweza kuwa kama yeye kwa sababu ni mtoto wa miaka 6, miaka 5, 6. Ni mtoto ambaye ataishi na hayo mawazo. Kwa hivyo kama organization tunataka speed investigation na hiyo kesi na tuone kwamba haki imeweza kutendeka. Waambia maimamu, naambia haswa kamati ya hiyo msikiti ya kuwa hii ni incident ya pili sasa hivi. Na kama hatutachukua hatua sasa hivi, basi ujue kutakuwa kumeharibika. Na tunaomba sana viongozi wa siasa wasingililie maneno, kwa sababu ikikuja alternative justice, kuna kiongozi anahitaji jamii fulani ili apate kura. The accused person ni kama alijua anatafutwa na polisi, aliweza toroka usiku. Leo polisi walienda huko, kulingana na statement zile ziliandikwa, wakapata the second accused, ule alisaidia the victim. Wakati walienda ameshikwa, amewekwa ndani ya police station. Na weekendi hii katika spoti ni kwamba tutakuwa na mechi kati ya Shabana FC na Police FC, na nitakuelezea itakuwa wapi na kutaenda namna gani. Mimi ni Videlis Moshoge.